Madam, nafurahi kukuona, karibu kwa ofisini kwangu. Asante sana dokta. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu sijui wewe. Salama kabisa. Umetokea wapi? Mimi nimetokea tu hapa Dar es Salaam. Okay, karibu sana ofisini kwangu. Na nafurahi sana kufika ofisini kwangu kwa sababu juzi nilikuwa nadhani ni juzi nimeongea na mume wako akiwa Canada. Ameniambia nilikuwa ananielekeza juu ya changamoto yake alionayo kuhusu nguvu za kiume, kwamba anaferi kufanya tendo la ndoa vizuri. Lakini nikawa najaribu kumwelekeza kwamba niliko, na akasema mke wangu yuko hapo, lakini sitotuma hela direct, lakini nitamtuma mke wangu. Sasa nafurahi sana kukuona kwa ajili ya kumchukulia matibabu. Asante sana dokta. Wewe labda binafsi imekuathiri vipi changamoto yake alionayo, ni mume wako ndio, imekuathiri vipi, na katika hali nzima ya ndoa imewaathiri vipi na yeye, au wewe unamuonaje? Nadhani binafsi alishakuelezea kwa upana, lakini kwa ufupi tulifanya vipimo kwa sababu changamoto kubwa ilikuwa ni kupata mtoto. Nilikuwa napata hiyo changamoto kwa muda mrefu, tukafanya vipimo, kwangu nikaonekana niko sawa, lakini changamoto ikawa ni kwake. Hasa tukifanya tendo la ndoa, kwanza hawezi kurudia nikishafanya ile mara moja, lakini pia mbegu zinatoka chache sana na muda mwingine vinakuwa vyepesi. Kwa baada ya kufanya vipimo ikagundulika kwamba yeye ndo mwenye shida, mbegu zake hazina uwezo wa kuzalisha. Yani ni matamanio yangu dokta, kama ukitusaidia kwa kweli nikawa na uwezo wa kupata mtoto nitashukuru sana. Maana mwanangu wa mwisho sasa hivi huyu ambaye yuko darasa la 7, tangu darasa la 7 mpaka sasa hivi sina tena mtoto. Aisee, pole sana kwa changamoto na kwa kutumia muda mrefu kwenye ndoa wakati una matamanio ya mtoto wa pili lakini hujapata. Pole sana, lakini leo sasa ndio mwisho, kwa sababu naenda kuanza dozi. Nitakupa matibabu ambayo utamtumia DHL. Mara nyingi watu wanatuma DHL kwa mizigo ya Canada au nchi nyingine mbalimbali. Sasa nitakupa dawa ambazo zitaenda kuimarisha mbegu zake za kiume. Kama zilikuwa mortal zitakuwa viscous tena, zitarudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini mara nyingi unakuta labda umri ukishaenda mbegu zile zinakuwa hazina ubora. Kwa hiyo tunaimarisha ubora, lakini pia na wingi wa mbegu. Lakini wakati mwingine mfumo wenyewe huwa ukiwa mfano labda ni umri umeenda, unakuta mfumo unaanza kushuka, kinga ya mwili inashuka, lakini huwa tunawapa dawa, wanarudi katika hali ya kawaida na stamina ya tendo la ndoa itarudi kuwa vizuri. Lakini pia mbegu zikisha imarika, moja kwa moja utapata mtoto. Kwa hiyo karibu sana, nitakupa dawa ambazo utamtumia, lakini pia utakuwa na wewe jambo lako limefanikiwa. Karibu sana. Asante sana, nitashukuru dokta kutusaidia. Haya, karibu. Yawezekana ni wewe mmoja wapo ambaye umekuwa na wewe ukijiuliza labda utafanyaje na una changamoto kama hiyo hiyo ambayo ameisema au mwenza wako aliniambia, na unaangalia unajaribu kutafuta namna ambayo itakusaidia, unakosa. Unapatikana Tabata, Dar es Salaam, karibu tuweze kusaidia, au piga simu kwenye profile yangu, ipo hapo namba yangu, na wewe utaweza kujipatia dawa na utaweza kurudi katika hali yako ya kawaida.